Watu wa Mungu, mke wangu ananichiti. Kiukweli sijui hata nifanyeje, lakini ananichiti na najua kabisa ananichiti. Ni mfano tu huo, ananichiti na wala sijaoa. Lakini nakusudia kusema kwamba hata vitabu vya dini vimefundisha kwamba mwanamke wako ni mali yako. Unapokuwa umeoa unamiliki mkeo kuanzia vyeo vyake, elimu yake, kila kitu chake, nywele, urembo, shepu yake ni wa kwako wote. Kwa hiyo sijui, labda niwaache na swali hapa kwamba hivi inakuwa vipi kwa yule mwanaume ambaye amemuoa mwanamke, alikuwa hafanyi kazi, pengine alikuwa hajapata kazi, alafu mwisho wa siku mwanamke anapata kazi, anakwenda kazini, anafanya kazi, anapata mshahara. Mwisho wa siku yeye ni mali yako. Kwa hiyo ule ujuzi na elimu anaotumia kufanya kazi ili kujiongezea kipato pengine ni mali yako pia. Sasa vipi hapa? Ule mshahara ni halali yako au anakupa tu au anatumia tu? Sijaelewa, labda tufahamishane. Inakuwa vipi? Mwanamke wako ameajiriwa, anafanya kazi. Ule mshahara wako kwa mantiki hiyo ni mali yako. Nini kinatokea? Mke wako anakuletea tu kukuomba ruhusa ya kutumia mshahara wake, au anapaswa kusubmit mshahara wake kwako, au nini kinafuata? Hebu niambie kwenye comment section hapo, nitakuwa hapo kwa ajili ya kujibu kila kitu.